Karibu tunaendelea na sehemu ya 4 ya kozi yetu ya ujasiriamali, na hapa tunaendelea kuangazia mambo 4 ya kuzingatia katika mahesabu ya biashara. Mambo 4 ya kuzingatia katika mahesabu ya biashara. Jambo la kwanza, hakikisha unatenganisha fedha ya biashara na matumizi binafsi. Ukichanganya pesa ya biashara na matumizi, tafsiri yake utakosa kupata faida unayoitafuta kiuhalisia na kuweza kuchanganya mahesabu kabisa. Kwa lazima uhakikishe hauchanganyi pesa ya kwako binafsi na ya biashara, ili kusudi isiweze kukuletea taarifa za uongo unapoanza kukalkuleti au kutafuta faida. Lakini jambo la pili, weka rekodi kila siku. Hakikisha unakuwa na daftari la mapato na matumizi ambalo unaandika kila unachokinunua, lakini pia unaandika kila unachokitumia, ili kusudi iwe ni silaha muhimu ya kujua faida. Bila rekodi itakupa ngumu kujua kwamba umepata kiasi gani. Kwa hiyo hauwezi kugesi au kusema kwamba unapata faida fulani kwa kufikiri tu, lazima iwepo maandishi. Na jambo la tatu, hesabu kila gharama unazozitumia. Hapa ni kuhakikisha unaandika kila kitu ambacho kinatumika kwenye biashara. Ukiwa ndani ya biashara, ukinunua vocha kutoka kwenye pesa ya biashara, hakikisha unaandika kwenye kitabu cha matumizi. Na ukichukua pesa ukanunua chakula ukiwa kwenye biashara, hakikisha unaweka kwenye pesa za matumizi, ili kusudi kwa baadaye uweze kupiga hesabu zilizo halisi za kupata faida. Lakini jambo la 4, hakikisha unakagua na kutathmini biashara yako kila wiki au kwa mwezi, ili kujihakikishia unaangalia mahesabu yako yanaenda sawasawa na kwa kadiri ya ulivyolenga, ili kusudi uweze kuhakikisha biashara yako au ujasiriamali unaofanya unakuwa katika viwango vile ambavyo umekusudia. Lakini hapa kuna makosa ambayo unatakiwa kuyaepuka ili usiweze kujiumiza katika hatua za kutafuta faida. Kosa la kwanza ni kutokuweka rekodi sahihi za mauzo, lakini pamoja na gharama. Kosa la pili ni kupuuza gharama ndogo ndogo zile unazozitumia ukiwa kwenye biashara. Kosa la tatu ni kuchanganya mapato ya biashara na ya kwako binafsi. Kosa la 4 ni kutojua gharama halisi ya bidhaa. Usipojua gharama halisi ya bidhaa ulinunua kiasi gani, tafsiri yake unashindwa kupata faida halisi, kwa sababu hautoweza kufanikiwa kukalkuleti kwa usahihi zile hesabu. Na kosa la 5 ni kukosa kufanya tathmini ya faida kwa kipindi fulani. Kwa mfano, kipita muda mrefu hujafanya tathmini kwenye biashara yako ya faida unayoipata, tafsiri yake faida itaanza kupungua, na mwisho wa siku unakuja kupata hasara, na mwisho wa siku biashara inaanza kufa kwa sababu hauna tathmini ya biashara yako. Kwa lazima uweze kuwa unaitathmini biashara yako, ili kuhakikisha unaondoa makosa au unaongeza ubora katika maeneo ambapo yanatakiwa kuongezeka ubora. Na mambo mengine ya kuzingatia ambayo ni ya muhimu yatakayo kusaidia kuhakikisha unapata faida ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, kununua vitu kwa bei ya jumla katika maeneo ambapo wanauza kwa bei ya chini, yani bei rahisi, ili uweze kupata faida. Fanya utafiti maeneo ambapo wanafanya mauzo kwa bei ya jumla kwa bei nafuu au ambayo iko chini, ili unapokwenda kuuza upate faida iliyo nzuri na bora. Lakini pia jambo la pili, ili uweze kupata faida nzuri, ni kupunguza gharama zisizo za lazima. Zile gharama zote ambazo sio za lazima ndani ya biashara ni kuhakikisha unaziondoa ili kuzalisha faida. Na jambo la tatu ni kuongeza thamani kwa bidhaa au huduma
zako unazozitoa. Kwa mfano, unapochukua machungwa, usipoliongezea thamani lile chungwa, utapata pesa ndogo. Lazima ukichukua chungwa ukamue juisi, uuze juisi kwa bei kubwa. Ukiuza chungwa kama chungwa, utauza kwa bei ndogo. Lakini pia kama embe, ukichukua kama nilivyotoa mfano mara kwanza, ukichukua pia embe, ukiuza embe kama embe, utapata pesa kidogo. Lakini ukikamua kupata juisi, utauza kwa bei kubwa. Na maana ukinunua chungwa au embe kwa shilingi 200, ukienda kuuza utauza 300, utapata shilingi 100 kama faida. Lakini kama umenunua 200 embe na chungwa yote, ukauza juisi kutoka kwenye hivyo vitu, tafsiri yake utauza ile juisi, glasi ya juisi shilingi 500, tafsiri yake utakuwa umepata faida ya shilingi 300. Kwa hiyo huu ni ubunifu. Lazima utengeneze ubunifu, yani ongeza thamani kwenye bidhaa zako ambazo unaziuza ili kusudi uweze kupata fedha zaidi. Lakini pia jambo la 4, tangaza biashara yako kwa kasi. Jambo la 5, boresha huduma kwa wateja ili waendelee kurudi kwako kununua bidhaa kutoka kwako. Haya ni mambo ambayo tumezungumza, ambayo pia unaweza ukaangalia yanaweza kufanikisha katika hatua kubwa. Na cha msingi, zingatia yote ambayo nimekufunza katika kozi yote hii ambayo nimekufundisha. Na hii ilikuwa ni kipengele cha mwisho ambacho katika kozi yetu tumepata kukiangalia. Natumai kuna vitu ambavyo umepata kujifunza, na katika hatua hii unaweza ukasema kwamba ni kitu gani ambacho kimekufurahisha zaidi katika kozi hii, lakini pia ni kitu kipi kimekusaidia katika kozi hii. Lakini unaweza ukaniambia ni jambo lipi ambalo limekufanya uweze kupata mwamko wa kuweza kuanza kupiga hatua kile ambacho ulikuwa unakiona si sahihi, ili uweze kufanikiwa kupiga hatua. Na katika kozi hii hakikisha unafuata kila hatua ambayo nimekuelekeza. Natumai endapo ukizingatia na usipopuuza, utapata kufika hatua kubwa zaidi.